Naam, karibu tena kwenye awamu nyingine ya sasa hivi. Ule wakati labda kumalizia kidogo, lakini tunaangazia ligi ya klabu bingwa bara Ulaya kwa maana UEFA Champions League. Mwenzangu Valentine Singa, popote ulipo, kumbuka kwamba timu yako ya Manchester United labda watakuwa wanacheza siku ya Jumanne, watakuwa wanacheza kwa mara ya mwisho kwenye mashindano ya UEFA Champions League msimu huu na labda msimu ujao, maana jinsi ambavyo mnacheza kwenye ligi kuu nchini Uingereza hamna nafasi ya kumaliza kwenye 4 bora, lakini sisi kama Barcelona tayari tumefuzu. Lakini kabla kuangazia hayo kwa undani, labda tuangazie ratiba ya klabu bingwa bara Ulaya ambayo itaweza awamu ya makundi itakuwa inakamilika wiki hii, na tayari kuna timu kadhaa ambazo tayari zimefuzu kwenye awamu ya 16 bora, na kuna nyingine ambazo zinapigania aima kuingia kwenye awamu ya 16 bora ama vile vile kucheza kwenye mechi za Europa, na kuna wengine ambao wataondoka nyumbani, sitaki kutaja, lakini kuna klabu moja nchini Uingereza huenda ikarejea nyumbani. Sizungumzii Manchester United. Lakini tukisonga mbele ni kwamba timu ya Lens itakuwa inacheza na Sevilla hiyo kesho tarehe 12 mwendo wa saa 4:45. Timu ya PSV Eindhoven watakuwa wanacheza na Arsenal. Kumbuka Arsenal tayari wamefuzu kwenye awamu ya 16 bora baada ya muda mrefu. Nao FC Copenhagen watakuwa wanacheza na Galatasaray. Inter Milan watakuwa wanacheza na Real Sociedad. Manchester United watakuwa wanakabiliana na Bayern Munich katika uga wa Old Trafford, na Manchester United watahitajia kushinda Bayern Munich. Naombe sana mchuano wa FC Copenhagen na Galatasaray kutoka sare ili wajikatie nafasi ya kutinga kwenye awamu ya 16 bora. Tutakuwa tunasubiri tuone iwapo Manchester United wana uwezo, na vile vile watategemea sana Galatasaray na Copenhagen mchuano huo iwapo itatokea sare. Kama kutakuwa na mshindi, na maanisha kwamba hata Manchester United washinde, itabidi wamekwenda mechi za Europa. Sijui kutakuwa vipi, lakini kusubiri kuona iwapo watakuwa na uwezo. Tukisonga mbele ni kwamba timu ya Napoli watakuwa wanacheza na Braga, na Salzburg watakuwa wanacheza na Benfica siku hiyo ya tarehe 12 mwezi kwa maana ya kesho saa 5 juu ya alama, sawa na Union Berlin ambao watakuwa wanacheza na Real Madrid kwenye mechi nyingine mwendo wa saa 5 juu ya alama siku ya Jumatano kwa maana ya tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka 2023. Ni kwamba timu ya Crvena Zvezda ama timu ya Red Star watakuwa wanacheza na Manchester City. Tayari vile vile Manchester City wamefuzu kwenye awamu ya 16 bora, na timu ya RB Leipzig watakuwa wanacheza na Young Boys. Antwerp watakuwa wanacheza na Barcelona. Barcelona tayari imefuzu kwenye awamu ifuatayo. Timu ya Atletico Madrid watakuwa wanacheza na timu ya Lazio, na timu ya Celtic watakuwa wanakabiliana na timu ya Feyenoord. Borussia Dortmund watakuwa wanakabiliana na PSG. FC Porto watakuwa wanacheza na Shakhtar Donetsk. Newcastle watakuwa nyumbani St James Park kuialika timu ya AC Milan. Kumbuka kwamba ile kundi la Newcastle, AC Milan, PSG na Borussia Dortmund, wengi walisema labda the group of death, na kwa kweli inaonekana kwamba ni group of death, maana mpaka sasa kila timu kwenye kundi hilo ina nafasi ya kutinga kwenye awamu ya 16 bora, kutegemea na mechi ya mwisho. Iwapo utapata ushindi, nafasi yako ya kufuzu kwenye awamu ifuatayo inakuwa bora zaidi. Hadi sasa tukiangazia kundi A ni kwamba timu ya Bayern Munich wanaongoza kwa alama 13, timu ya FC Copenhagen nafasi ya pili kwa alama 5 sawa na Galatasaray walio katika nafasi ya 3 kwa alama 5. Manchester United nafasi ya 4 kwa alama 4. Ndio maana tunasema kwamba Manchester United watahitaji ushindi na ombe sare kati ya timu hizo mbili ili waweze kufuzu katika awamu ya 16 bora. Kundi B ni kwamba Arsenal wanaongoza kwa alama 12 sawa na, huku timu ya PSV Eindhoven ya nchini Uholanzi wanashikilia nafasi ya pili kwa alama 8. Lens nafasi ya 3 kwa alama 5, na Sevilla wakishikilia nafasi ya 4 kwa alama 2. Timu ya Real Madrid kwenye kundi C wanaongoza kwa alama 15, Napoli nafasi ya pili kwa alama 7, huku Braga wakishikilia nafasi ya 3 kwa alama 4. Union Berlin wanafunga nafasi ya mwisho pale kwenye kundi C kwa alama 2. Tukisonga mbele ni kwamba kundi D timu ya Real Sociedad
ya nchini Hispania wanashikilia nafasi ya kwanza kwa alama 11 sawa na Inter Milan ya nchini Italia wanashikilia nafasi ya pili kwa alama 11. Salzburg nafasi ya tatu kwa alama 4, huku Benfica ya Ureno wakifunga nafasi ya 4 kwa alama 1. Timu ya Atletico Madrid wanaongoza kundi E kwa alama 11, huku Lazio nafasi ya pili kwa alama 10, Feyenoord nafasi ya tatu kwa alama 6, Celtic wanaburura mkia kwa alama 1. Kundi F ni kwamba timu ya Borussia Dortmund wanaongoza kwa alama 10, PSG nafasi ya pili kwa alama 7, Newcastle United nafasi ya tatu kwa alama 5, AC Milan nafasi ya 4 kwa alama 5. Kundi G ama kundi G ni kwamba timu ya Manchester City wanaongoza kwa alama 10, huku RB Leipzig wakishikilia nafasi ya pili kwa alama 2. Timu ya Young Boys wanashikilia nafasi ya tatu kwa alama 4, huku timu ya Red Star wakishikilia nafasi ya 4 kwa alama 1. Kundi H ama kundi H ni kwamba timu ya Barcelona wanashikilia nafasi ya kwanza kwa alama 12, huku timu ya FC Porto wakishikilia nafasi ya pili kwa alama 9, Shakhtar Donetsk nafasi ya tatu kwa alama 9, huku Antwerp wakishikilia nafasi ya mwisho bila alama yote. Ndio hali ilivyo hadi sasa. Kumbuka kwamba wiki hii siku ya Jumanne na Jumatano tutakuwa tunatambua nani ndio dome kamili ataweza kutinga kwenye awamu ya 16 bora. Wale ambao watacheza kombe la Europa vile vile tutakuwa tunawatambua, na ambao wanaelekea nyumbani tutakuwa tunawatambua. Tunasema kwamba tunapepeta ule uteo, tunatenganisha mchele na ndume. Manchester United, Newcastle United, Manchester City tayari wamefuzu na Arsenal. Sijui itakuwa vipi. Ni hali ya kungoja na kusubiri. Je, ubashiri wako ni upi kwenye mashindano hayo ambayo yatakuwa nanga kesho na siku ya Jumatano? Kumbuka kwamba hapa Mzuka Kibao Viwanjani tutakuwa tunaangazia matokeo siku ya Ijumaa.